Fikiria sehemu ambayo watoto wanaweza kufurahi, kujifunza na kuonyesha vipaji vyao bila woga. Sehemu yenye furaha, ubunifu na ndoto za watoto kupewa nafasi ya kuonekana. Kutoka kwenye michezo ya kusisimua, mitindo ya mavazi, maarifa mapya, vipaji vya ajabu, mpaka elimu ya afya. Yote haya tumekukusanyia na kukuletea ndani ya kapu moja tu. Watoto Bongo ni kipindi kinachokujia kwa lengo la kuelimisha, kuburudisha na kuibua vipaji kwa watoto. Usikose, ni kila Jumamosi saa 4:30 asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa Vista TV. Watoto Bongo, watoto wetu, vipaji vyetu. Mambo vipi wewe mtoto, mzazi ama mlezi wa mtoto ambaye umeketi hivi sasa kwenye runinga yako hapo sebleni kutazama kipindi cha Watoto Bongo ambacho kinakujia kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili za asubuhi mpaka saa 4:30 za asubuhi, ambapo hapa tunajadili yale yote ambayo yanahusu watoto. Tutacheza na watoto, lakini pia tutakuwa tukigawa maarifa yaliyo bora kwa watoto. Jina langu ni Juhudi Kisuse, ukiniita Uncle J utakuwa hujakosea. Twende sambamba, au kama mtoto wako hayupo hivi sasa, basi hebu fanya kumuita ili aketi hapa tuweze kuburudika na kucheza sote kwa pamoja. Kama kawaida, kipindi chetu kitaanzia katika fun time ambapo tutakwenda kusikiliza miziki mbalimbali mahususi kwa ajili ya watoto, lakini pia tutapita katika Kid Fashion Corner ambapo tutaangalia mitindo mbalimbali ya mavazi mahususi zaidi kwa ajili ya watoto. Tukitoka hapo tutakwenda moja kwa moja kutazama mtoto mashuhuri wa wiki, mtoto ambaye ameonyesha kitu ambacho ni cha kitofauti ama ubunifu uliokuwa wa kitofauti. Baada ya hapo tutapita kwenye Kid Healthcare, tutaangalia mambo gani ambayo yanapaswa kufanyika kwa mtoto kwa ajili ya afya yake. Lakini pia tutakwenda kwenye Smart Brain ambapo tutakuwa na quiz. Mimi nitakuachia swali, kisha wiki ijayo nitakuja kusoma majibu yako wewe mtoto kwa msaada wa mzazi wako. Lakini mwisho kabisa tutakwenda kuhitimisha na story time. Hapa kutakuwa na hadithi mbalimbali, na leo tutakuwa na simulizi ya Jua na Mwezi. Uko tayari kwa ajili ya hivi vyote? Karibu sana, tuwe wote kwa pamoja kuanzia majira haya mpaka saa 4:30 za asubuhi. Niseme tu ya kwamba tupate break fupi, kisha tutarejea. Mtazamaji, tumerejea tena katika kipindi chetu cha Watoto Bongo, na hivi sasa tutakwenda kutazama kipengele cha kwanza kabisa cha fun time, ambapo hapa tutakwenda kusikiliza zile nyimbo ama kutazama zile nyimbo mahususi kwa ajili ya watoto. Watoto ni muda wa kwenda kuburudika sasa na vibao vyao, lakini nikukumbushe tu ya kwamba unaweza ukatumia ujumbe mfupi wa maandishi hapa studio kupitia nambari za simu ambazo zinapita hapo chini kwenye skrini yako. Utakuwa umefanya vizuri zaidi, na namba hizo hizo pia tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kutuma yale majibu ya maswali ambayo nitakwenda kuliacha pale mwishoni. Lakini nikwambie tu, unaweza ukatufollow katika mitandao yetu ya kijamii ya Watoto Bongo, Instagram pale, Facebook na Twitter pamoja na TikTok kwa jina moja tu la Watoto Bongo. Basi twende tukatazame kipengele cha kwanza kabisa cha fun time. Watoto wanakwenda kuburudika. Shule twaipenda shule wa, shule twaipenda shule wa, dada mmoja aje kati tuyaone maringo yake, dingili dingili mpaka chini. Nimebeba begi langu, nimevaa sare zangu, na aga wazazi wangu, ninaenda shule. Shule twaipenda shule.
Mwalimu wetu mwema anafundisha vyema. Tunaandika ABC, tunahesabu 1, 2, 3. Shule twaipenda shule wa. Shule twaipenda shule wa. Kaka mmoja aje kati tuyaone maringo yake. Ngigili bingili mpaka chini. Kengele imelia, muda wa kucheza. Tunaruka kamba, tunapiga mpira. Shule twaipenda shule wa. Shule twaipenda shule wa. Mwalimu wetu aje kati tuyaone maringo yake. Bingili bingili mpaka chini. Action dance. Mikono iwe juu. Mwalimu wetu hapendi kelele, anapenda nyimbo na vigelegele. Akivaa kanga inamsumbua, akivaa kitenge mawingu ya mvua. Kitenge cha leo ni cha buluu, inawakilisha bahari zetu. Kitenge cha leo ni cha buluu, inawakilisha bahari zetu. Mwalimu wetu hapendi kelele, anapenda nyimbo na vigelegele. Akivaa kanga inamsumbua, akivaa kitenge mawingu ya mvua. Kitenge cha leo ni cha kijani, kinawakilisha mimea yetu. Kitenge cha leo ni cha kijani, kinawakilisha mimea yetu. Mwalimu wetu hapendi kelele, anapenda nyimbo na vigelegele. Akivaa kanga inamsumbua, akivaa kitenge mawingu ya mvua. Kitenge cha leo ni cha rangi ya njano, kinawakilisha madini yetu. Kitenge cha leo ni cha rangi ya njano, kinawakilisha madini yetu. Mwalimu wetu hapendi kelele, anapenda nyimbo na vigelegele. Akivaa kanga inamsumbua, akivaa kitenge mawingu ya mvua. Kitenge cha leo ni cha rangi nyeusi, inawakilisha asili yetu. Kitenge cha leo ni cha rangi nyeusi, inawakilisha asili yetu. Rangi zote nne ni bendera yetu, wa Tanzania tunajivunia. Rangi zote nne ni bendera yetu, wa Tanzania tunajivunia. Mwalimu wetu hapendi kelele, anapenda nyimbo na vigelegele. Akivaa kanga inamsumbua, akivaa kitenge mawingu ya mvua. Wow, bila shaka umeburudika vya kutosha sana wewe mtoto ambaye umeketi hivi sasa hapo nyumbani, ama mzazi au mlezi wa mtoto ambaye umeketi hapo nyumbani. Bila shaka mtoto wako atakuwa ameburudika vya kutosha. Lakini niseme tu kwamba ni nafasi yako wewe mwenye shule ama mwenye kituo cha kulelea watoto, ni nafasi yako kuja kutangaza nasi hapa, kwa sababu kipindi hiki ni kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo karibuni sana kwa matangazo. Basi kutokea hapo moja kwa moja twende katika kipengele cha Fashion Corner, ambapo hapa tunakwenda kuangazia yale mavazi ama mitindo ya mavazi ambayo kwa hivi sasa imekuwa ikishika hatamu zaidi kwa watoto. Je, unataka kufahamu ni mitindo gani ya mavazi imeshika hatamu? Twende tukatazame kwenye Kid Fashion Corner. Fashion ya watoto imeendelea kubadilika na kuwa sehemu ya ubunifu, furaha na kujiamini.
Kwa sasa mitindo inayovuma zaidi ni mavazi yenye muonekano wa kisasa, lakini yanayompa mtoto uhuru wa kucheza, kujifunza na kufurahia utoto wake. Oversized t-shirt pamoja na cargo pants zimekuwa miongoni mwa mitindo inayopendwa zaidi kutokana na starehe na muonekano wake wa kisasa. Matching sets zinazofanana rangi na muundo nazo zimeendelea kuvutia watoto wengi katika matembezi, sherehe na matukio mbalimbali ya kifamilia. Kwa wasichana, dresses zenye rangi angavu na miundo ya kuvutia zinaendelea kuwa chaguo maarufu, huku denim fashion ikibaki kuwa mtindo unaopendwa na watoto wengi wa rika tofauti kwa sababu ya urahisi wake wa kuvaliwa katika mazingira mbalimbali. Muonekano huu hukamilishwa na sneakers za kisasa ambazo zimeendelea kuwa viatu vinavyopendwa zaidi na watoto kutokana na starehe na urahisi wake katika michezo na shughuli za kila siku. Mitindo ya Kiafrika nayo imeendelea kung'ara kupitia mavazi ya kitenge na batiki yanayochanganya utamaduni na ubunifu wa kisasa. Mitindo hii huwafanya watoto waonekane nadhifu huku wakijivunia utamaduni wao. Hata katika mitindo ya nywele, watoto wengi wameendelea kuchagua styles rahisi na zinazowaruhusu kuwa huru katika shughuli zao za kila siku, huku wakibaki na muonekano wa kuvutia. Zaidi ya yote, fashion bora ya mtoto si kuhusu kuvaa nguo za gharama kubwa na kufuata trending pekee. Fashion bora ni ile inayomfanya mtoto ajisikie vizuri, awe na furaha, ajiamini na kubaki salama katika kila hatua ya ukuaji wake. Kwa sababu kila mtoto ana mtindo wake wa kipekee na kila tabasamu liongeze uzuri na muonekano wake. Bwana, bila shaka utakuwa umepata kuhusiana na fashion ambazo zina trendi hivi sasa kuanzia denim jeans, sneakers, mambo ya dresses kwa kina watoto wa kike. So ni wakati wako sasa wewe mzazi ama mlezi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba fashion haimpiti mtoto wako, anakwenda sawa sawa na fashion inavyokwenda. Kwa hiyo nenda sasa hivi wanasema mzawadie huyo mtoto wako fashion kali kabisa ambayo itampendeza na kuonekana murwa kabisa kwenye jamii. Bana, mimi naitwa Uncle J. Bila shaka mtazamaji, umekwenda kufahamu vile vyakula bora ambavyo vitaweza kumsaidia mtoto wako katika kuboresha afya yake ya akili na kumfanya mtoto huyu kuwa mwenye akili zaidi. Basi nikukumbushe tu ya kwamba kama ndo kwanza unafungulia runinga yako hivi sasa, kipindi hewani ni Watoto Bongo na mimi ni Uncle J. Twende tukapate mapumziko mafupi, kisha tukirejea tutakwenda moja kwa moja kwenye story time. Kuna hadithi nzuri sana ambayo leo nimekuandalia. Je, unataka kufahamu ni kisa kipi kilifanya kutokea kwa jua na mwezi? Basi wewe mtoto baki hapo hapo. Tukirejea utakwenda kusikiliza simulizi hiyo. Jua na mwezi. Hapo zama za kale paliishi familia maskini katika kijiji. Ilikuwa familia ya watu watatu: mama, kijana na binti yao. Waliishi katika kijumba kidogo katika kijiji. Siku moja mama yao alihitajika kusafiri nje ya kijiji. "Mwanangu, ninakwenda nje ya kijiji kwani nina kazi ya kufanya kwa familia ya kitajiri. Nitarejea kabla jua kutua. Tafadhali hebu mtunze dadako." "Usijali mama, nitamchunga huyu." "Tutakaa nyumbani mama, lakini wewe rejea kabla giza kutanda." "Bila shaka, nitaleta keki za wali tamu sana." "Keki ya mchele, napenda."
Mama yao alipokuwa akiondoka, mtu na kakake wakafanya mpango. Nina wazo. Ni mimi kakangu. Mama yetu ameondoka na hatuna mambo mengi ya kufanya. Mbona tusifanye jambo la kumstajabisha Kiregea? Hilo ni wazo zuri, lakini vipi? Kaka akamchukua dada yake na kumpeleka kwenye shamba la njugu lililokuwa karibu nao ili achukue njugu kwa ajili ya mamake. Yule kaka akabeba kijiti kirefu na akamwambia dada yake abebe kikapu. Walipokaribia ule mti wa njugu, yule kaka akaangalia juu huku akishusha zile njugu kutumia kijiti chake. Lazima tutikise matawi yake ili tuweze kupata hizi njugu kuchini. Hamna haja ya kupanda mti huu. Ndiyo. Hata naweza kuzidaka kwenye kikapu changu. Ni nyingi sana. Walikusanya njugu nyingi na kisha kurejea nyumbani. Walipokuwa wameketi nje ya nyumba yao, walianza kuzishambua zile njugu. Wakakivunja kile kifuko cha njugu na kisha kuchukua ile njugu yenye ladha tamu ndani yake. Yule dada akataka kula njugu chache, lakini kakake akamkataza. Nzuri sana. Mimi nataka kula sasa. Hapana, subiri. Tutazichoma ili tumpe mama, na ni yeye tutakayempa wa kwanza. Je, umesahau kwani tunapaswa kumstajabisha? Ndiyo. Tutazibeba nyumbani. Giza lilitanda na mama yao alikuwa akitembea kwa haraka kwenda nyumbani. Alikuwa na wasiwasi mwingi kwa ajili ya wanawe. Wanangu walikuwa peke yao mchana kutwa. Natumai waliweza kula chamcha kwa wakati. Yule mama akatembea kwa kasi katika ule msitu huku akifikiria wanawe. Hata hakujua kwamba palikuwa na mtu aliyekuwa akimwangalia na kumfuata kutoka nyuma. Aliona vichaka vikitingisika na kisha akaogopa. Akaanza kutembea kwa haraka na ghafla duma kubwa likaruka mbele yake. Nimekuwa nikikufuata kwa muda mrefu. Nimepata harufu nzuri inayotoka kwenye kikapu chako. Naitaka, maana nina njaa. Ni hizi keki za wali tu. Keki za wali nazipenda. Wazanidondosha mate kinywani kila wakati. Naweza kukupa zote uzile. Ndiyo, nitazichukua. Nitazila zote. Nahisi njaa sana. Yule mama akatoa keki zote za mchele kwa yule duma, na alipokuwa akila basi akatoroka. Alikuwa akikimbia katika ule msitu akitafuta njia nyingine kufika kijijini. Yule duma akamkamata tena. Huwezi kukimbia kwa hali hiyo. Lakini nilikupa keki zote. Hilo sio kweli. Lazima una zingine. Maana zanukia. Ziko wapi? Nipe. Nimeweka keki chache tu. Nazibeba kwa ajili ya wanangu. Wanazipenda pia. Nimekuambia unipe, mwanamke mjinga. Nipe zote ama nitakukula. Hapana, chukua na uniachilie huru. Wanangu lazima watakuwa wananisubiri. Yule mama akampa duma keki za mchele alizokuwa amezificha kwenye rinda lake. Duma alipokuwa akila zile keki, yule mama akakimbia. Alikuwa akikimbia kwa haraka na sasa haraka kuliko yule duma, lakini bado akamkamata. Nimezila zote, lakini bado nahisi njaa. Je, una kitu kingine? Hapana, sina kitu kingine. Na nitafanyaje kuhusu njaa yangu? Nipe kitu kingine ama nitakuua. Tafadhali usiniue. Wanangu wananisubiri. Lazima watakuwa na njaa. Tafadhali niache niende nyumbani. Nitawezaje kukuachilia huru wakati nahisi njaa? Ghafla, yule duma akamrukia yule mama, akamshika kwenye meno yake na kisha kwenda naye. Kaka na dadake walikuwa wameketi nyuma ya jiko wakimsubiri mama yao kurejea nyumbani. Walikuwa wakiangalia zile njugu zikiokwa katika ule moto. Ghafla, wakasikia sauti ya ajabu. Watoto wapendwa, tafadhali fungueni mlango. Mama amerejea. Ngoja. Hiyo sio sauti ya mama. Huyo ni mtu mwingine. Nashuku kuna jambo ambalo si sawa huko. Mama, hebu tuonyeshe mikono yako. Tutafungua mlango tukiwa na uhakika.
haikuwa mama yao nje ya nyumba, ila ilikuwa ni yule duma. Oh, kijana ni mwerevu eh? Lakini mimi ni mwerevu zaidi. Duma akaanza kuangalia kucha zake. Akaona vipande vya keki ya mchele. Akawaonyesha mkono wake uliokuwa na ile keki. Wale watoto wadogo wakamwamini Duma na kufungua mlango na kukutana na baba mwitu mbele yao. Duma, hebu tusaidie. Hakuna mtu wa kuwasaidia wakati huu. Oh, kaka, tufanye nini sasa? Wacha nifikirie. Nyinyi wawili mwonekana kwa wazuri. Lazima mna ladha tamu kama mama yenu. Umemla mama yetu? Nyamazeni. Na nitawala nyinyi wawili. Ninahisi njaa sana. Niambie, nani anataka kufa wa kwanza? Wewe ama wewe? Duma aliwaza kwa muda na kisha akaelekeza kidole kwa yule dada. Kaka akaingia hofu, akafikiria kwa muda na kusema, Wadhania sisi ni watamu eh? Lakini je, nikikupa kitu kitamu zaidi? Nini hicho? Je, umewahi kula njugu? Njugu? Hizo ni nini? Njugu ni mojawapo ya vitu vitamu sana duniani. Hata nashangaza kwamba hujawahi kuzila. Nipe hizo. Nataka kuzila hizo njugu. Bila shaka, nakwambia ni tamu, nyororo na zina ladha nzuri. Angalia, tunachoma zingine huku. Duma akaangalia zile njugu zilizokuwa zikiokwa kwa tamaa. Zile njugu zilimvutia sana. Alipokuwa akiweka mdomo wake katika lile jiko, aliungua. Alipiga kelele kwa nguvu, lakini hakuna aliyemsaidia. Hii kitu yanichoma, yanichoma mdomoni. Nisaidieni, nina moto mdomoni. Nisaidieni. Duma akalipwa kwa tamaa yake. Mdomo wake na mikono yake ilikuwa imeungua. Kaka na dada wakaamua kuchukua fursa ile ili watoroke kutoka kwa Duma. Walikimbia nyuma ya nyumba na kupanda mti mmoja. Duma akatokezea baada ya muda mchache. Akawatafuta wale watoto wawili. Kaka, kwa muda gani tutaketi hapa? Atatupata na kisha atatula. Kuwa na subra, usijali. Lakini kaka, mimi naogopa. Duma atatuua sote. Usiongee kwa sauti, hapaswi kutusikia. Wote wawili walikaa kimya juu ya mti. Duma alikasirika kwani yule mtoto alikuwa amemdanganya na kupelekea kuungua mdomo wake. Akatafuta wale watoto wawili ndani na nje ya nyumba yao. Wameenda wapi hawa? Lazima unajificha pahali hapa. Najua hawezi kukimbia usiku. Nitawapata na nitawakula. Alipokuwa akitembea, Duma aliwaona watoto wale kupitia maji yaliyokuwa kwenye kisima. Mko hapo eh? Mlidhania kwamba mtajificha kwa muda mrefu eh? Haya, nitawashika sasa. Yule Duma hakuelewa kwamba ule ulikuwa muonekano tu wa wale watoto. Akaruka ndani ya kisima. Alipoingia ndani ya yale maji, ndipo alipogundua makosa yake. Nyinyi watoto waovu, mmenichezea tena. Mmeniumiza kwa mara ya pili. La kwanza, mmechoma mdomo wangu. Na sasa mmefanya nikaingia majini. Sitawasamehe. Nitalipiza. Ngoja nitoke. Wale watoto wakamcheka. Duma akapata ile kamba iliyokuwa ikining'inia kwenye kisima. Akaichukua na kutoka kisimani. Alikwenda kwenye ule mti ambao watoto walikuwa wameketi. Akajaribu kupanda juu, lakini ule mti ulikuwa unateleza. Hakuweza kwenda juu. Nyinyi watoto, niambieni nitapanda vipi hapo? Hapana, sitakwambia. Mkiniambia jinsi ya kupanda huko juu, naahidi kwamba sitawaua. Tulitumia shoka kupanda mti. Dada, mbona ukamwambia? Wajua huyu si mwaminifu. Bila shaka mimi si mwaminifu. Nitapanda huko juu na nyinyi jaribuni kujiokoa. Duma akapata shoka karibu na ule mti na akaanza kuupanda. Mtu na dadake walikuwa wameogopa. Kaka akamuomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, tafadhali tumia kamba thabiti kama atapaswa kuwa hai, na kamba iliharibika kama tutajikufa. Oh Mungu, tafadhali tusaidie.
Asante Mungu. Asante. Wote kaka na dada walishika ile kamba ambayo iliwainua wakapaa mbinguni. Yule duma alipofika juu, aliona kwamba wale watoto walikuwa wanapaa. Alighadhabishwa. Nahitajika kuomba pia? Sawa, nitaomba. Lakini sitakiacha chakula changu kiondoke. Mungu, nitumie kamba nzuri kukamilisha maono yangu, au kamba iliyoharibika ikiwa basi nahitajika kufa. Baadaye kamba ikatokezea. Yule duma akaishika kwa furaha. Ile kamba ikambeba juu angani, lakini haikumbeba kwa muda mrefu. Alipokuwa juu angani, aliona kwamba ile kamba ilikuwa imeoza. Iko katika katikati na yule duma akaanguka kwenye ardhi. Mtu na dadake walipaa juu angani. Mungu akawabariki, wakawa jua na mwezi, na akawaruhusu kuangaza dunia mchana na usiku. Basi moja kwa moja twende katika kipengele cha Smart Brain, ambapo hapa mimi nitakwenda kukuachia maswali kadhaa ambayo wiki ijayo, siku kama ya leo, na maanisha Jumamosi ijayo, nitakwenda kupitia majibu ya maswali hayo ambayo nitakuwa nimeacha leo. Moja kwa moja twende tukatazame ni maswali gani hayo, kisha nitakuja hapa kwa ajili ya kukuaga. Mtoto, bila shaka umekwenda kuyaona maswali ambayo kwa wiki hii mimi nakuachia hapa, lakini wiki ijayo kwa msaada wa mzazi ama mlezi nitakwenda kuyapitia majibu ya maswali, kisha nitakuja kuyaleta hapa tujue ni nani ambaye alipatia na ni nani ambaye alikosea. Lakini niseme tu, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada katika kipindi cha Watoto Bongo. Nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mpaka wiki ijayo tena, siku na muda kama huu. Muda wote ulikuwa nami, jina langu ni Juhudi Kisuse, lakini wananiita Uncle J. Watoto, bye.